Kama ambavyo tunafahamu mchezo wa ligi kuu Tanzania bara ni siku ya hii leo, na klabu ya Dar es Salaam Africans ni wenyeji mbele ya vijana wa Pamba. Moja ya mechi ambayo itakuwa ni nzuri kweli, hasa pia kutokana na performance ambayo wamekuwa nao Yanga tangu msimu huu kuanza. Sasa kabla hatujaweza kuangazia kikosi, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi cha Yanga dhidi ya Pamba Jiji. Mfumo wake ni ule kwa upande wa mwalimu Mankoba Mgiti, mfumo wa 4-3-3 ambao amekuwa mara nyingi ameutumia zaidi tangu msimu huu kuanza, na mara zote golini kama kawaida. Hapo baadaye yuko Djigui Diarra. Kwa upande wa Djigui Diarra tunafahamu kazi yake na namna ambavyo amekuwa anacheza. Ni golikipa ambaye tayari ameweza kudhibitisha ubora wake kwa miaka yote, namna ambavyo ana clear, namna ambavyo anazungumza na walinzi. Unaona kabisa kwamba huyu ni kiongozi kwenye eneo la ulinzi kutokana na vile ambavyo amekuwa akicheza. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Yao Atoula Kouas. Msimu huu umekuwa pia ni bora kwa upande wake. Anatarajia zaidi kulinda upande wa kulia, lakini pia Yanga ikiwa na mpira, kocha anaweza kumtaka asogee zaidi mbele, ambapo itakuwa ikimpa nafasi winga yake ambaye alikuwa anacheza naye kwenye eneo hilo. Kwa upande wa Atoula tunafahamu namna ambavyo amekuwa anacheza, ni mmoja mchezaji ambaye amekuwa ni sahihi ndani ya kikosi kutokana na kile ambacho anakitoa. Wakati huo pia Shadrack Isaka Boka pia atatokea kwenye upande wa beki ya pembeni kushoto. Kwa upande wa Boka jukumu lake kubwa itakuwa ni kuhakikisha upande wa kushoto na kwa salama wakati Yanga ikiwa na mpira, na tunafahamu speed yake kwa msimu huu, mabao 2 kwa beki, lakini pia assist 2. Unaona kabisa kwamba umekuwa ni msimu wake, na anataka kudhibitisha kwamba anataka kuonyesha kitu kikubwa zaidi kutokana na kile ambacho amekuwa akikionyesha. Wakati huo pia kwenye upande wa mabeki wa katikati, kwanza yuko Ibrahim Baka. Kwa upande wa Baka tunafahamu huyu anatarajiwa kuwa mmoja wa walinzi ambao yeye kwa upande wake amekuwa na uwezo mzuri wa kupiga tackling, lakini pia na kuweza kusimama vizuri kwenye eneo hilo. Baka yeye kitu pekee ambacho anatakiwa ni kuwa tayari kukatiza mashambulizi mapema kabla hajawa ya hatari zaidi, lakini pia kwenye eneo hilo atakuwa akisaidiana na nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto. Kwa upande wa Mwamnyeto tunafahamu huyu amekuwa akileta uzoefu wake, lakini pia uongozi kwenye eneo la safu ya ulinzi, lakini pia amekuwa na ushirikiano mzuri wa yeye pamoja na Baka. Wakati Baka akiwa anakwenda kusogea mbele kidogo, Mwamnyeto anatakiwa kuwa tayari kufunika nafasi. Hii ni kutokana na kuwapa nafasi wale viungo ambao wanacheza juu yao, lakini pia viungo kama kawaida wako watatu. Kwanza yuko Duke Abuya. Kwa upande wa Duke Abuya tunafahamu huyu ni mlinzi ambaye amekuwa akiweza kuonyesha kwenye eneo la kiungo namna ambavyo amekuwa akiwazuia wapinzani. Kazi yake kubwa ni kushinda mipira, lakini pia kuvuruga mipango ya Pamba, lakini pia akiwa na mpira anatakiwa kusaidia kupeleka timu mbele kulingana na kile ambacho amekuwa anakionyesha. Lakini pia kwenye eneo la kiungo hilo atakuwa akisaidiana pia na Mudathir Yahya. Kwa upande wa Mudathir anaweza kuwa mmoja wa watu muhimu katika kutawala tempo ya mchezo, lakini pia anaweza kusaidia timu kutoka kwenye ulinzi kwenda kwenye mashambulizi kwa pasi sahihi na movement nzuri. Kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji Mudathir acheze kwa utulivu, lakini pia ajue wakati wa kuongeza kasi, huku akipata mpira anaweza kutafuta mawinga wa pembeni. Lakini pia atakuwa akisaidiana na Max Nzengeli ambaye yeye atakuwa akisogea kidogo kwenye eneo la mbele kulingana na aina ya mfumo ambao mwalimu anautumia. Max ni kiungo ambaye anakuwa yuko huru zaidi kuzunguka kwenye maeneo yote ya pale mbele kutokana na uwezo wake wa kuwa na ile tunasema na energy ambayo amekuwa nayo mara zote. Hii ndio imekuwa ikimsaidia zaidi. Lakini pia kwenye eneo la washambuliaji wako washambuliaji watatu. Kwanza yuko Albert Kangwanda. Huyu ni atakuwa akitokea kwenye eneo la pembeni kulia. Kwa upande wa Kangwanda yeye anatarajiwa kuwa mmoja ya silaha za Yanga upande huo wa kulia. Kasi yake inaweza kutumika zaidi kushambulia nafasi nyuma ya beki wa Pamba, lakini pia kocha hata taka akae pembeni muda wote, anaweza kumtaka pia aingie kwenye eneo la ndani, kwa sababu wale wachezaji ambao wanacheza kwenye maeneo ya pembeni, yani mabeki, wana uwezo wa kusogea zaidi. Ya maana kwamba Kangwanda atakuwa akiingia ndani zaidi kulingana na aina mfumo ambao mara zote amekuwa akitumia mwalimu. Lakini pia Hussein Zakowan na pia kama kawaida atakuwa akitokea kwenye eneo la kushoto. Kwa upande wa Zakon tunafahamu ana kasi, lakini pia na uwezo wa kutazama zaidi ndani. Kwa upande wa kocha anaweza kumtaka anzie pembeni ili kuipanua safu ya ulinzi wa Pamba, lakini pia akipata nafasi na pia kama kawaida atakuwa akiingia ndani kulingana na aina mfumo ambao Yanga wamekuwa wakiutumia. Mshambuliaji wa mwisho ni Peter Shalulile Chachaman, watu wanapenda kumuita hivyo. Shalulile tunafahamu
Huyu ni mchezaji ambaye amekuwa akikaa kwenye nafasi zaidi, lakini pia amekuwa na msaada mkubwa kwa upande wa klabu ya Yanga, kwa sababu mara nyingi wamekuwa wakimlinda yeye zaidi na kuwapa nafasi wachezaji wengine wamekuwa na uwezo